Haya, karibu mpenzi mtazamaji, ewe mpendo wangu, katika makala ya leo. Tuchambue taifa leo. Leo ni Alhamisi, samahani kuna makosa ya shairi. Leo siku ya Alhamisi, na pia katika mwezi wa pili, mwezi wa wapendanao, mwezi wa mapenzi. Wale wako single, hawana raha, hawana bahati tena. Wiki ambayo tuko na men's conference ambayo tutakuwa tunaiandaa kwa faida ya sisi wanaume ambao tuna shughuli nyingi bila shaka. Karibu katika uchambuzi wa gazeti letu la leo, Taifa Leo, gazeti ambalo nalipenda penzi mtazamaji. Mada kuu leo ni kwamba vigogo mlimani wa hepa UDA, ambao kwamba UDA ni chama tawala katika taifa la Kenya. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba zoezi la kuwasajili wawaniaji katika uchaguzi wa mwaka 2027 linaloendelea la chama tawala cha UDA limeonyesha kudidimia kwa mvuto wa chama hicho katika eneo lenye idadi kubwa ya piga kura la Mlima Kenya. Kwa hivyo kule katika maeneo ya Mlima Kenya tunaarifiwa kwamba ni kama maji yameanza kuzidi unga. Haya, pia pendekezo wabakaji wahasiwe laibua mjadala mkali nchini. Kwenye ukurasa wa pili ni taarifa kuu ambayo inaangaziwa hapo kwamba wazito wa siasa eneo la Mlima wasusia mkutano wa chama cha UDA ambao ulifanyika. Kwa hivyo imeangaziwa, kuna picha, kuna wale wanavyama katika chama cha UDA. Pia kuna swala limeangaziwa kwamba hofu baadhi ya masomo yakikosa wanafunzi wa gredi ya 10, kwamba kuna baadhi ya masomo, baadhi ya shule za upili za umma zimejipata katika hali ya sintofahamu baada ya kusajili wanafunzi 2 au 3 pekee katika masomo ya lugha na sanaa ubunifu katika shule ya sekondari pevu, hali inayoashiria visiki vya mapema katika utekelezaji wa mfumo wa elimu unaozingatia umilisi ama mfumo wa CBE. Kiti moto cha IEBC, mridhi wa Marijani atarajie jinamizi. Bila shaka nina mwenzangu hapa, kuja useme hai kwa mafans wangu, kuja tu hapa. Nina huyu bingwa wapo namfahamu, songa tu karibu. Probox ionekane yote angalau. Basi huyu ni bingwa katika maeneo haya. Naweza sema jina lake tu kujitambulisha kidogo. Mimi naitwa Joash. Vile unavyomuona Kiswahili chake kimefika hapo. Wewe ni mjinga. Wewe ni mwalimu wa mjinga. Haya. Nashukuru sana. Basi kiti moto cha IEBC kwamba mridhi wa Marijani atarajia jinamizi, na pia kuna mwanadada mrembo mtanashati bila shaka ndiye taifa, anaitwa Joan. Ukiangalia hiyo picha, huyo mwanadada huyo, yani tunasema kwamba sura yake inatoa nyoka pangoni. Basi hapo kuna Prince Sam, naona ananifuatilia, niambia wonderful, nashukuru sana kwa maoni yako. Basi huyu mwanadada anaitwa Joan Cherop, ndiye anatupambia safi leo. Bi Cherop ni mzaliwa wa Eldoret na mdau kwenye masuala ya utalii. Uraibu wake ni kutazama filamu na kusafiri. Haya, kwa hivyo katika ukurasa kwenye tahariri ukurasa wa 6 kwamba kaunti zifuate sheria kuhusu fedha za miradi, mafanikio ya ajenda za serikali ya kubikwa na kampeni za mwaka 2027. Barua kwa mhariri, heko kwa viongozi wanawake wa UDA kwamba
Kama mkazi wa kaunti ya Nairobi, ningependa kuwapongeza baadhi ya viongozi wa kike wa chama cha UDA kwa kuzindua mipango wa kuwahimiza wakazi kujiandikisha kuwa wapiga kura. Swali la leo ni kwamba serikali inawazia kukumbatia sheria ambapo wanaume wanaobaka watahasiwa, yani castration, watatolewa zile mbegu za uume, watazuiliwa kwa kudungwa dawa yenye kemikali. Unaunga hii na unaona ni mbinu nzuri ya kuzima ubakaji na unajisi? Kwa hivyo hili swala tutalizungumzia sana katika men's conference ambayo kuna chairman hapa, chairman wa men's conference. Hebu isema hai, watu wajue kwamba kuna nimekuwa chairman ya haya basi, lakini nakuomba tu usabahi watu wangu, waambie mpango wa hii men's conference tunapanga namna gani? Basically, for good behavior. Nama kidogo of men. Yeah, basically it is meant to uplift us, make us grow. Yes. Basi huyo ni mwenyekiti wa chama cha wanaume. Kama unapigwa nyumbani, basi nitakupa nambari yake, atakutetea siku moja. Mwanawe Gaddafi awawa kule Libya, habari za kimataifa ambayo imeangaziwa. Kwa hivyo dondoza hapa na pale. Kina mama wajawazito wanaobukia pombe wanazaa watoto wenye tabia mbaya. Na ni ukweli, kuna watoto ambao yani naturally tu ni walevi. Na hii inatokana na wazazi ambao wanatumia dawa za kulevya ama wanapugia pombe sana. Wanazaa watoto walevi, wanatusumbua. Watoto wananyanyasa, wanazaa mazombies. Kwenye ukurasa wa 10 imeangaziwa kuna mtihani wa biolojia nadharia karatasi ya kwanza kwa faida ya mwanafunzi ambaye anajiandaa kwa ajili ya mtihani wa kitaifa. Hamasisho la Inai shuleni, ambayo ni makala maalum yanayoandaliwa na kampuni hii ya Nation Media pamoja na hili Taifa la Pekee, gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo kuna shule ya wasichana ama ya mabanati Moi, kule maeneo ya Kibwezi, Makueni, na pia kuna shule ya upili ya Kiambani kule Makindu ambayo makala yameangaziwa hapo. Lugha na fasihi. Kwa hivyo kuna mwalimu ambaye ni bingwa guji wa wiki, ni Bwana Joel Njogu, ambaye Jogu Karanja wa shule ya Mtakatifu Albert the Great kule Karatina, kaunti ya Nyeri. Anasema njia rahisi ya kuamshia wanafunzi ari ya kudhamini masomo ni kushirikisha nyimbo na michezo ya kuigiza katika ufundishaji, kwamba tushirikishe nyimbo. Swala Mary Emma anauliza mnafanya nini na Onyonyi? Basi mnafuatilia tu. Kuna mabingwa pia, kuna bingwa hapa mwingine. Karibu Sabahi bwana Sabahi. Huyu ndiye gwiji ndiye the smartest teacher wiki hii. Amevalia nadhifu. Inaonekana alilipo mshahara mara 2. Walimu wengine hapa sema tu haya hapo. Hi. Jina bwana. Jina kwa majina naitwa Mwanahamisi Hamadi. Uonekani katikati ya huku. Mwanahamisi Hamadi. Kawaida Mwanahamisi Hamadi ni wa kike, ila katika maeneo haya tuna wa kiume na pia memuona. Kwa hivyo katika ukurasa wa 14 nimeangazia athari za ulevi na nafasi ya vijana katika nguvu za jadi. Makala haya yameangaziwa na Bi Joyce Nekesa ambaye anafunza katika shule ya wavulana kule Kapsabet. Kisha kuna mtiririko wa bembea ya maisha, sehemu ya 3 onyesho la pili, swala la mandhari hospitalini mjini ambalo limeangaziwa. Pia kuna maudhui ya afya na matibabu, nafasi ya mwanamke, ndoa ni yenye mapenzi na malezi. Masuala haya yameangaziwa na Bwana Simon Ngige ambaye ni mwalimu wa shule ya wavulana ya Alliance. Katika kurasa unaofuata, uchambuzi wa fasihi, ni swala ambalo limeangaziwa dhima ya mandhari katika hadithi fupi ama umuhimu wa mandhari. Kwa mfano kwamba mandhari huchangia kukuza maudhui na kupambanua masuala yanayoandikiwa. Ni swala ambalo limeangaziwa na Bi Grace Ogoye ambaye ni naibu wa mwalimu mkuu katika shule ya wasichana ya Kisumu. Bila shaka pia salamu zetu zimufikie. Na sifa ambazo hubainisha muundo wa barua rasmi imeangaziwa pia katika ukurasa wa 15 ambapo Bwana Simon Ngige
mwalimu wa shule ya upili ya Alliance, ambaye pia ameangazia masuala hayo kwamba barua rasmi lazima iwe na anwani, ambayo anwani mbili, anwani ya mwandikiwa na anwani ya mwandishi. Ameangaziwa papo hapo. Katika ukurasa wa 16 kuna magwiji na wafia lugha wapenzi wa Kiswahili. Tukianza naye Ustadhi Guru Wala Biniwala, ambaye anasema kwamba ni bidii yako kazini ndio itakufaa maishani, usifanye kosa la kutegemea bahati. Kwamba katika jamii ya kisasa kuna wengi wanaofuata bahati. Amisi Maiman Ondijo Junior anaangazia na anatuma maoni yake hapo, ananifuatilia live. Sema unanifuatilia ukiwa maeneo yepi, ili nijue pia mtandao wa mashabiki wangu ambao wananifuatilia, nami nitashukuru. Kuna Linda Omolo hapo ninamwona pia ananifuatilia. Heko, nashukuru kunifuatilia. Kwa hivyo Wala Biniwala anasema kwamba kila mtu huvuna alichopanda. Ukifanya kazi yako ovyo ovyo utapata matokeo au mapato ovyo. Kwa hivyo ukitaka kupata malipo au mapato mema katika kazi yako, sharti ujitahidi kufanya kazi vizuri zaidi inayoleta faida na mafanikio, kisha utapongezwa na kutuzwa. Kumbuka, chanda jema huvishwa pete na mcheza kwao hutuzwa na kushangiliwa. Basi ni makala ambayo inafuatiwa. Kuna Bitugi Matundura ambaye ni mwandishi mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Chuka nchini Kenya. Anasema ipo dharura kubwa ya kukuza Kiswahili kimakusudi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo wapenzi wa Kiswahili, kuna kazi ambayo inatungoja hapa. Pia Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki ama kama yaadhimisha miaka 10. Haya ni masuala ambayo yameangaziwa na huyu Profesa Iribe Mwangi, ambaye ni mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Nairobi na pia ni mkurugenzi wa Almas Language Consultants. Haya, bado tuko nyumbani. Chama cha wanahabari shule ya upili ya St. Teresa Malaga kule Machakos imeangaziwa, ambapo pia kaunti ya Machakos kinaendelea kupata nguvu na mwamko mpya chini ya mwalimu mkuu Bi Marieta Chalo. Kwamba anazidi kukipa nguvu. Kuna mabinti hapa, wanadada kweli wanajituma katika kazi yao ya uandishi. Kumbuka kwamba kazi ya wanahabari shuleni ni kazi inayolipa na ni kazi inayokuza. Tuko live, anasema hapo Linda Omolo. Nashukuru sana Linda kunifuatilia katika makala haya live. Kwamba katika masuala ya kispoti au mwanaspoti, najua weekendi kuna mzururu wa mechi. Kuna ligi za Uingereza ambazo zitakuwa zinarindimwa. Kuna za hapa nchini Kenya, APS Bomet ya hepa hatari kwa kulima Nairobi United, kwamba ilichapa Nairobi United APS Bomet. Kisha kimataifa imeangaziwa kwamba timu ya Arsenali ina imani tele baada ya kutinga fainali Carabao. Naweza toa utabiri, je, hii Arsenali ina uwezo wa kuchukua Carabao, bara bingwa, Champions League wana uwezo, na pia ligi kuu ya Uingereza, je, wana uwezo ama wanafanya tu mzaha ambao huenda ukatumbua uzaha tena? Maana tunaambiwa kwamba baada ya miaka 6 ya ukame wa mataji, vijana wa Teta wasema fainali ya Carabao ni fursa murwa kushinda kombe, kwamba wanajitahidi ili washinde kombe. Kuna baadhi ya mashabiki tangu wazaliwa wamekuwa mashabiki wa Arsenali, hawajashuhudia lolote ambalo Arsenali imefanya, lakini tunatumai kwamba mwaka huu huenda wakafanya majambo. Basi sina la ziada, ila ninakushukuru. Zidi kunifuatilia, zidi kutoa maoni, kutuma ujumbe kwenye harafa pale, na pia nitashukuru kwa mchango wako. Endelea kunifuata kwenye mitandao yangu ya kijamii kwenye YouTube Simiyu Barasa, Facebook Simiyu Barasa, na pia TikTok Simiyu Barasa. Nitazidi kufurahia mchango wangu wa kushirikiana pamoja nami. Nakutakia kila laheri, uwe na siku njema, wiki njema, weekend njema, kwamba wiki ya mapenzi na mwezi wa mapenzi. Nakumbuka kwamba tumetoka kwa mwezi ambao
ni mwezi ambao umelaaniwa, watu hawana pesa. Kwa hiyo vijipesa vidogo pia ambavyo tunavipata wakati huu vinataka kutumika kwa ajili ya mapenzi tena. Kwa hiyo inaonekana kwamba maudhui ya umaskini bado itatuandama hadi lini? Omwana wa wela fumarena